Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa majina naitwa Cosmas Ignas Bongo, ndo mkurugenzi mtendaji wa Msasa Gold Mining. Kutokana na eneo la fensi, uchimbaji ulianza kwenye area zingine huku area G kuelekea huku, ndo uzalishaji kuanzia na area A. Tukatenga eneo kwa ajili ya kuchimba sisi kwa kupiga utepe, lakini baada ya kupiga utepe wakawa watu wakivamia kwenda kuchimba. Mheshimiwa DC akatoa maelekezo ya kwamba tuzungushie fensi eneo ambalo tutachimba wenyewe. Baadaye tukazungushia fensi, tukaanza kuchimba madwara, lakini kwa sisi wachimbaji ni wale wale. Wakaja jamaa zetu ambao tunajuana, mtu anakuja anaomba duara, tukawa tunamwambia bana, hii duara tutakuwa wanachama wawili, mimi wewe, tunaendelea na uzalishaji kama kawaida. Lakini sasa hivi zimekuwa hela, watu wamebadilika. Ila ni eneo ambalo nilitenga kwa ajili ya kuchimba sisi wenyewe, na ndio maana tulilipa mwenye shamba, tulimlipa hela. Hakuna alichangishwa pale shamba, tulitoa hela kumlipa mwenye shamba. Mashamba mengine baadhi tukayanunua kwa ajili ya kuchimba peke yetu, tofauti na area zingine. Na ndio maana kwingine hatujapiga fence. Sehemu tuliopiga fence ni sehemu ambayo tulikuwa tunataka kuchimba wenyewe. Kwa hiyo obviously mtu yote aliingia mle, aliingia kwa utaratibu ambao tulipanga sisi, na utaratibu uliokuwepo ulikuwa ni 50 kwa 50. Yaani baada ya kutoa mwenye leseni amechukua chake, mraba umetoka, tunagawana nusu kwa nusu. Tumetoa waponchaji wale watenda kazi, kwa hiyo mimi na nilimpa duara, tunagawana 50 kwa 50. Tatizo limetokea, kuna mwingine umempa naye ameenda amemuuzia mtu bila kumpa mkataba uliokuwepo, na ndio maana tukaandasa mkataba wa makubaliano baina ya mmiliki wa mwanzo wa duara na mmiliki wa sasa. Tunaposema asilimia sisi za mgodi ni asilimia 30, ambayo mwenye leseni ana asilimia 20, mwenye shamba ana asilimia 10. Lakini kuna mkataba baina ya mwenye duara za mwanzo zile alizokuwa amezianzisha na kuzungushia fence ile kufanya uchimbaji wake, kuwapa watu. Kwa hiyo naongelea hapa asilimia 50, simaanishi leseni, na maanisha asilimia 50 kama wanachama tulioanzisha duara. Yaani ni wachimbaji wa duara tutoa leseni. Sasa hii labda inanibana kwa sababu waseme ni mimi. Kwa sababu ukisema leseni ni share, tuko vikundi watu wengi. Lakini tukirudi sasa kwenye uwekezaji ule ulikuwa ni wa kwangu mimi Cosmas. Sijui umenielewa blaza. Kwa hiyo wewe umhusu mwenye leseni. Mimi nimekupa wewe duara uchimbe, na mimi nimelichimba. Umekuta duara ni yangu. Obviously ni kwa sababu tu watu labda wanaamua kuongea kwa sababu ni mimi labda mkurugenzi, ndio maana wanasema hivyo. Tunajua sio mimi tu, kuna hata hizo dola za huko ambazo mimi sipo. Mtu alilipia shamba, anawapa watu ambao ni watenda kazi tu. Mtu anapewa labda na nyinyi mtakuwa na 280 ni za kwake. Ila hilo hawalioni wala walalamiki. Mtu alilipia shapu tu labda milioni 2-5. Na ndio maana hapa mwanzoni kabla ile eneo la kwenye fence watu walikuwa wanalipia mpaka milioni 5 kuchora shapu moja. Lakini mimi hamna mtu nilimlipisha hata 100. Kwa sababu ndio moja ya mkataba, mimi nilitumia gharama za mwanzo zote nilitoa mimi kama mwenye duara mwanzilishi. Kwa hiyo hii hapa tunaiongea kama mwenye duara. Zile duara itakiwa kama sio binadamu, ni duara kwamba sisi wachimbaji tunajuana. Bila binadamu na maana zile duara itakiwa nichimbe peke yangu, nisishirikishe watu. Kwa sababu wamenikuta ni duara tayari zina uzalishaji, zingine zilikuwa zijafika ndo wamezifikisha wao. Lakini pia mimi kuna gharama nilitoa, hata zingine nilitoa mbele ya mheshimiwa hata DC. Kama mwenye shamba nilimrudishia gharama sababu kama chukua kwa watu tukazirudisha. Na hayo ndugu waandishi wa habari, sample ya mikataba ambayo tumeshakwisha kuijaza ni hii hapa. Kwa mfano hii hapa naona ni duara namba 26J, wamiliki wa leseni wa duara ni hao. Kuna hii hapa duara yenyewe namba 123G, iko area G ambayo pia imeshasainiwa na wamiliki wa duara. Kuna hizi duara namba 23T zote zimeshasainiwa. Hizi ni baadhi ya sample tu ya mikataba mingi ambayo wachimbaji wameshasaini na wamiliki wa leseni ili kutimiza lile agizo la Mheshimiwa Waziri, lakini pia kuweka salama pande zote mbili. Na ndio maana mle hamna lilipizwa hela. Sehemu zingine ndio melipishwa hela. Tofauti labda na hela za kusajili idara. Kwa kusajili idara tozo 50,000 kwa sababu mainspector kupima vile vipimo. Lakini zile gharama za kununua sijui milioni 2 shapu, milioni ngapi hamna alitoa. Hizo gharama nilitoa mimi. Kwa hiyo ni haki yangu, ni maanisha mimi ndio nimewakaribisha. Kama kulalamika itakiwa mimi ndio ninalalamika. Lakini sasa hivi wao ndio wanalalamika. Na sio wote wanaolalamika. Mimi na mikataba hapo nilikuonyesha nilimzigo hivyo, watu wamesaini na hawana kelele. Lakini kunao wengine ambao obviously kwenye uchimbaji na kwenye riski hawakosi wale mabushiroya, ndio wanaonisumbua mimi hapa. Na mimi ningekuwa na roho mbaya, sema kwa sababu sisi hatuna roho mbaya, tungefukuza watu tukachimba wenyewe. Lakini tunataka tugawane hichi riziki yote tuishi.
waliopo pale niliwapa mimi na niliwapa kwa mapenzi tu. Sasa kama mtu nilimpa kwa mapenzi, anaona riziki, aniacheni chimbe eneo langu, ndio msimamo wangu, kwa sababu siwezi kukubali eneo nimelipa mimi, gharama nimetoa mimi, yeye kuchimba tu asinitambue mimi ambaye nimeingiza gharama, sababu shamba nimenunua mimi shamba ambalo sio la kununua, ambalo ni la watu, bado ile hela ya shapu nimelipa mimi umeelewa brother? Fence nimepiga mimi nimesema kwenye riski maneno ya kosekani. Hicho kilichopo ni kwamba akipo. Ndio maana nikakurudi kwenye mfano nikamwambia duara zote zilizomo mle mimi ni mwanachama. Kwa hiyo nitapendelea hii niache hii. Zote ni duara zangu. Siwezi kupendelea duara yoyote. Na pale nitaka nichimbe mwenyewe. Na ningekuwa na tamaa hizo wanaosema mimi pale kwa uchimbaji uliopo pale ningeamua tu bana, sasa mimi jamani siwataki, ningeenda Skaveta nikachimba mwenyewe kwa sababu nililipia eneo kila kitu, lakini sikutaka tufike huko. Sikujua kama wanadamu tunabadilika. Na mimi hata sasa hivi wananipa niwaze mawazo mengine ambayo nikiwaza sema tu kwa sababu ya kuangalia mazingira ndo tunabebana. Leo mimi ninacho, kesho sina.